Lakini alipotoka na mimi nikasema no. Basi kwa nini hiyo sadaka isiwe sadaka maalum ya kujiconnect na madhabahu kwa ajili ya ile kazi kubwa ambayo Bwana ameifanya pale kwenye huo ujenzi? Kwenye huo ujenzi ni Mungu amefanya, sio watu. Kwa hiyo tutoe sadaka nzuri, alafu hiyo siku tuikusanye, tuipeleke, tupange siku kabisa tuende nayo. Tutaipeleka kwenye dini yetu mojawapo, tutaenda kwa support. Na sasa hiyo ibada tukafanyia huko kwao. Amina. Amina, tufunge ibada kabisa. Tutagawa nusu ya kanisa. Nusu tutamwacha hapa mchungaji, alafu nusu tutaenda huko. Tutaenda kufanya ibada na kutoa sadaka zetu huko za kwenda kiwango kingine. Wangapi wanasema sawa? Amina. Wangapi wanasema sawa? Amen. Wangapi wanasema sawa? Amina. Na hii tutaifanya kwenye matawi yetu kadri tunavyoweza. Sasa ni mpango wa kuwabariki watu wa matawini. Mnasema? Saa 5. Kwa mfano tunataka kwenda kule kwa Perajia kule. Mbondole. Jina lenyewe tu limekaa limepinda pinda. Ndio tunaenda Mbondole. Ibada itaisha saa ngapi? Yaani hapa ukikaa kodi gari lako, maana kwa gari kwa kanisa zima ni tunachukua kosta nzima, na hapo wengine wasimame, wengine wa nini, wengine wa nini. Kosta inatosha? Tuko zaidi ya watu 60-70 hapa. Kosta inabeba watu 20 na 28 tu. Level City. Vijana watasimama. Anyway, sinimwambia leo tunaongea. Kuna mtu ananiuliza kwa nini nahubirije? Usiniulize nahubirije, ni leo tunaongea Father and children speaking. Sema amina. Sema amina. Mchungaji, umenielewa kweli? Umenielewa sana Yoyote anayekuletea habari za mahusiano yako kuhusu fulani anakuharibia mahusiano, ujue hataki kuingiliwa, ila hana nguvu kwa sababu yeye sio mke wake. Anatafuta polisi mwenye kibali anakamata mwizi. Mmenielewa? Mjanielewa? Asema mambo anayoyachukia nani? Mambo anayoyachukia Mungu. Kwa hiyo Mungu kama anachukia mambo kwenye maisha yako, wewe utang'aa. Wewe utakuwa na kibali. Popote utakapopita mtu atakayokuelewe. Ukigeuka hivi, umevunja ndoa ya fulani ya mzee wa kanisa. Ukigeuka hivi, umevunja ndoa ya shemasi. Ukigeuka hivi, umevunja ndoa ya muimba kwaya. Ukigeuka hivi, umevunja ndoa ya mzee kiongozi. Kwa nini? Unajifanya wewe ndio Farisayo mkuu unayejua dhambi za watu wote kanisani. Mchungaji anajua na amenyamaza. Wanafikiri nikifukuza wenye dhambi wote mimi nitahubiria nani? Acha waje hapa na hubiria ili wasikie watubu. Haleluya. Haleluya. Nyie wainjilisti, nyie wafukuzeni. Ila wakija kwangu mimi nawahubiria mpaka waache. Wajue yale ambayo Bwana anayachukia. Wewe unafikiri wote wangekuwa wanajua huu ujumbe umekuja wa nini? Wote wangekuwa hawana hizo vitu wanavyovichukia Bwana. Ujumbe umekuja wa nini? Maana kuna watu hapa wanavyo. Wanaopana mbegu za nini? Za chuki kati ya ndugu.
We kama una changamoto zako, katafute watu wa kuombee. Acha kwenda kutafuta faraja. Ukimwona mtoto anakuletea umbea, ni anatafuta faraja kwako. Acha kukubali kuwa mfariji wa wapumbavu. Unajua wapumbavu usiwafariji. Mpumbavu ana macho ya kiburi. Simeona pale amesema macho ya kiburi. Nani anafanana na mimi? Nani anafanana na mimi? Mtu ni mweupe kidogo kama mama mchungaji pale. Mwanamke mwenyewe ameparara. Angekuwa ni mweupe kama mimi sasa. Haya, wewe mweupe lakini wenzio wana nini? Wengine wana booster kubwa tu. Wewe unaweza kuwa mweupe lakini wenzako wana booster. Na unaweza kuwa na booster lakini kamguu kama mswaki kwenye jagi. Kwa hiyo tukitaka kukutafutia makosa, hatuyakosi. Unayo. Acha kiburi. Nilikuwa nasoma kikopshani fulani akasema wanawake wenye makalio wanajiona wanawake wenye makalio wanawasumbua. Unikumbuke, unisamehe pale ambapo sikuelewa yanipasayo kutenda, kwa kuwa Bwana Yesu, baraka zangu zimefungwa ndani ya maelekezo, na mimi nimekuwa mbinafsi. Muda wangu wote ambao nimekuwa nikipanga kufanya mambo yangu, nijiamini peke yangu, nimefanya kwa kupitia uzoefu wangu. Sikuacha majibu mikononi mwako. Ninaomba leo kila jambo langu lipate kibali machoni pako, katika jina la Yesu. Kila mipango yangu iliyokwama kwa sababu ya ujuaji wangu, leo ninaachilia mikononi mwako. Ninaomba fanya kwa ajili ya utukufu wako. Wakati utakaponibariki, mataifa wajue ya kuwa hakika wewe ndiye uliyenifanyia, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Jikabidhi mikononi mwako sasa. Ninasimama na neno lako kama lilivyoandikwa katika Malaki 3:10 ya kwamba leteni zaka kamili ghalani, mkanijaribu kwa njia hii, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isionekane mahali. Bwana, ninaomba mibaraka uliyoiahidia katika Kumbukumbu ya Torati 28. Mesema utakapotunza kusikia kuyafanya maagizo yangu yote nikuagizayo hivi leo, nitakubariki. Bwana, ninaomba mibaraka uliyoyaahidi kwenye Kumbukumbu la Torati ikanijilie na kunipata. Mjini ni mahali pangu pa baraka, mashambani ni mahali pangu pa baraka, kwenye ziwa ni mahali pangu pa baraka, kwenye masoko neno langu la baraka, ofisini kwangu neno langu la baraka. Na iruhusu nuru ya baraka ya Roho Mtakatifu ikaniatamie, ikanifunike, pakaonekane upenyo kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Ewe sadaka ni roho, ewe sadaka ni roho, na kuamuru sasa uwe hai, 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 ukanipiganie wakati wa uhitaji wangu, ukalete majibu yangu katika jina la Yesu. Amen. Nirudie tena au umenielewa? Yaani ukisema jambo baya kumhusu mtu, umemwambia hivi, wewe hukuwa na kazi za kufanya, mchukue huyo mtu, nenda kamwangalie, alafu anakuja anakuta tofauti na ulivyomwelezea. Namkumbuka mwanangu Mika aliwahi kuja akaniambia,
watu waliokuzunguka kanisa walikuwa wanakuelezea hivi. Akanieleza mambo mabaya. Hapo akaniambia hivi, nikasema ngoja niende nikayaone. Alafu alipofika akasema, nikashangaa, kumbe hapa ndipo mahali panaitakiwa watu wakae. Kwa hiyo hao ni watu wanaochukiza. Wanaofanya nini? Mika, tunawashukuru sana walionisema vibaya wakakufanya wewe ukawa mshirika mzuri. Alafu mimi napenda wanaosema vibaya kwa ajili yangu, kwa sababu wanatengeneza ushuhuda mzuri kwa wale wanaosikia kama ni wafuatiliaji. Lakini wale, kwa sababu utafifia, mwambie anafifia. Si mnasema gani ameremeta? Harusi wanasemaje? Anameremeta. Ngeni basi, tunaongea. Leo tunaongea tu. Hapa hatuna shida, tunaongea tu. Haleluya. Anafifia. Nataka nikwambie hivi. Ukianza biashara ndani ya wiki mbili utaki tena kuifanya, umeiacha na umerudi zako umetulia, jiridhishe unahitaji kibali cha mng'ao. Ijumaa nilikwambia vizuizi vikubwa, mdomo wako, kamdomo. Acha. Yaani unatamani tu usikilizwe tu. Alafu unaongea, mtu anayeongea sana ni mwongo sana. Chagua basi hata watu wa kuongea nao. Yaani wewe wapagani nao, wapendwa wenzako nao, unataka ibada ikiisha mko pale, badala ya kujadili mlivyobarikiwa, mnajadili jinsi fulani alivyovaa dera. Jinsi fulani amevaa kinguo kifupi hivi. Na wewe si uvae? Mpuuzi mmoja. Vaa. Unajua mimi na msemo wangu mmoja mgumu sana. Watu ambao wanieleweka sana, mchungaji hajaokoka nini? Mimi nimeokoka, mimi nakwambia. Kama umeenda kwenye kioo chako, ukachagua nguo, ukaiona imekupendeza, ulipoivaa ikaishia hapa, alafu ukaona huku juu unataka uvae chenye mstari mmoja hapa hivi, kama unaenda klabu, alafu au unaenda kuogelea, alafu akili zako